Iran kasema liwalo na liwe na kata cables zote za intaneti za chini ya bahari. The Cornerstone Mwanawalesa leo nakuletea uchambuzi wa kina kuhusu tishio jipya linaloibuka katika siasa za kimataifa, tishio ambalo halihusiani moja kwa moja na makombora au mizinga, bali linagusa kitu ambacho dunia nzima inategemea kila siku: mtandao wa kimataifa wa internet. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na taarifa kwamba Iran imeashiria uwezekano wa kulenga miundombinu ya nyaya za internet zilizoko chini ya bahari, maarufu kama undersea cables. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa jambo moja muhimu: taarifa hizi bado hazijathibitishwa rasmi na mamlaka zote za kimataifa, na baadhi yake zinatokana na ripoti na uchambuzi wa vyanzo mbalimbali. The Times of India. Lakini licha ya kutokuwa na uthibitisho kamili, tishio lenyewe linatosha kuibua wasiwasi mkubwa duniani. Sehemu ya kwanza: nyaya za baharini, mgongo wa dunia ya kisasa. Ili kuelewa uzito wa tishio hili, lazima kwanza tuelewe mfumo huu. Zaidi ya asilimia kubwa ya mawasiliano ya kimataifa, ikiwemo internet, simu, benki, biashara, hutegemea nyaya za nyuzi za kioo, fiber optic cables, zilizowekwa chini ya bahari. Nyaya hizi zinaunganisha mabara Asia, Ulaya, Afrika na Amerika. Na ukweli ni huu: bila nyaya hizi, dunia ya kidijitali tunayoijua leo ingeweza kusimama ghafla. Ripoti zinaonyesha kuwa hata kukatika kwa nyaya chache tu kunaweza kusababisha kupungua kwa kasi ya internet, kukatika kwa huduma za mawasiliano na hata kuvuruga biashara za kimataifa. Sehemu ya pili: kwa nini Iran inaweza kutumia njia hii? Sasa swali kuu linabaki: kwa nini Iran inaweza kufikiria kutumia mkakati huu? Katika mazingira ya vita au mvutano mkubwa wa kisiasa, nchi hutafuta njia za kuleta shinikizo bila kuingia moja kwa moja vitani. Na hapa ndipo tunapoona kile wachambuzi wanaita vita vya miundombinu au economic warfare. Kwa kulenga nyaya za internet, Iran inaweza kuvuruga uchumi wa kimataifa, inaweza kuathiri mawasiliano ya kijeshi, na inaweza kulazimisha mataifa mengine kuingilia kati kisiasa. Kwa maneno mengine, hii si vita ya risasi pekee, ni vita ya taarifa, uchumi na teknolojia. Sehemu ya tatu: historia inaonyesha nini? Hili si jambo la kubuni tu. Katika miaka ya hivi karibuni, tayari kumekuwa na matukio ambapo nyaya za baharini zimeharibiwa kwa bahati mbaya au kwa makusudi. Kwa mfano, nyaya kadhaa katika Bahari Nyekundu zimewahi kukatika na kusababisha usumbufu mkubwa wa internet kati ya Asia na Ulaya. Baadhi ya mashambulizi ya makundi yanayoungwa mkono na Iran kama vile Houthis yamehusishwa na hatari kwa miundombinu hii. Hii inaonyesha jambo muhimu sana: miundombinu hii ni dhaifu kuliko watu wengi wanavyofikiri. Kwa kweli, nyaya hizi mara nyingi hazilindwi kwa kiwango cha juu kijeshi. Katika maeneo mengi, zinategemea ulinzi wa kijiografia tu. Sehemu ya nne: athari zinazoweza kutokea. Sasa hebu tuangalie athari zinazoweza kutokea ikiwa tishio hili lingetekelezwa. 1. Kuporomoka kwa mawasiliano ya kimataifa. Nchi nyingi zinaweza kupoteza mawasiliano ya haraka. Huduma za internet zinaweza kupungua au kukatika kabisa. 2. Athari kwa uchumi wa dunia. Biashara za mtandaoni, benki na masoko ya fedha hutegemea internet. Kukatika kwa nyaya kunaweza kusababisha hasara kubwa sana. 3. Usalama wa kijeshi. Mawasiliano ya kijeshi pia hutegemea mifumo hii, hivyo kuvurugika kwake kunaweza kuathiri operesheni za kijeshi. 4. Athari kwa raia wa kawaida. Kutoka WhatsApp hadi biashara ndogo, kila mtu angeathirika. Sehemu ya 5. Je, hili ni tishio la kweli au ni mbinu ya kisiasa? Hapa ndipo uchambuzi unakuwa mgumu zaidi. Kwa upande mmoja, kuna ushahidi wa kihistoria kwamba nyaya hizi zinaweza kukatwa na kwamba makundi yenye uhusiano na Iran yanaweza kulenga miundombinu hii. Kwa upande mwingine, hakuna uthibitisho rasmi kwamba Iran imechukua hatua hiyo au kwamba imeamua kufanya hivyo kwa uhakika. Hivyo, wachambuzi wengi wanaona hili kama tishio la kimkakati badala ya hatua ya haraka. Ni njia ya kutuma ujumbe: tunayo uwezo wa kuathiri dunia hata bila kupiga risasi. Sehemu ya 6. Nini kinachofanywa kuzuia hili? Mataifa makubwa tayari yanafahamu hatari hii. Hatua zinazochukuliwa ni pamoja na kuongeza njia mbadala za mawasiliano, kutumia satelaiti kama njia ya ziada, kulinda maeneo muhimu ya baharini,
Lakini ukweli unabaki. Hakuna mfumo ulio salama kwa 100%. Kwa kumalizia, naweza sema kwamba tunachoshuhudia si tu mgogoro wa kijeshi, bali ni mabadiliko ya aina ya vita vinavyopiganwa duniani. Vita vya leo vinaweza kupiganwa kwa silaha, kwa uchumi au kwa miundombinu ya kidijitali. Na tishio la kukatwa kwa nyaya za intaneti linaonyesha wazi kwamba dunia imeingia katika enzi mpya, ambapo nguvu si tu kwenye mabomu, bali pia kwenye kebo zilizojificha chini ya bahari. Kwa sasa, jambo muhimu ni hili: tenganisha kati ya taarifa zilizothibitishwa na zile zinazotumika kama mbinu ya kisiasa au vita ya kisaikolojia. Lakini pia usipuuze tishio hilo, kwa sababu wakati mwingine nguvu kubwa zaidi duniani huonekana kimya kimya chini kabisa ya uso wa bahari. Kwa updates kama hizi, follow account yangu, like, toa maoni yako, pia sambaza kwa wengine, na Mungu atakubariki. Bye.